nilisema usimame upunge mkono. Haleluya. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu mlitikia sisi kuja kushiriki nani katika sabato ya leo. Hiyo ni kusema kwamba tuko na furaha kubwa sana ambao imetufanya tukafika sehemu hii. Zaidi ya yote tumshukuru Mungu kwa sababu ya nafasi ambayo ametupatia. Kwa kweli mara nyingi Roho wa Mungu anazungumza na wana wake. Mnaelewa Swahili ama English? Ama Doro? Swahili? Thank you so much. Roho wa Mungu mara nyingi anatembea katika wana wake. Najua dada Emma aliposimama hapa wakati wa maombi, nilipotoka kule nje nilisikia anazungumzia yale ambao yalikuwa ni mahubiri ya siku ya leo. Haleluya. Haleluya. Roho wa Mungu anatembea miongoni wa wana wake. Masaa yameenda sana. Na mimi sitaki nizungumze zaidi hapa. Nataka nimalizie hapa niseme na Mungu awabariki na kila kitu kile mnachofanya, na Mungu na awabariki. Tuombe tumalize mahubiri. Baba, tuaje mbele zako. Shuka na ukazungumze nasi kwa jinsi ambavyo ungependa malaika waje na kuzungumza nasi. Ndilo mbele katika jina la Yesu naomba na kuamini. Sasa kaeni vizuri. Tunaanza, tulimaliza ilikuwa mahubiri ya kwanza, ya pili sasa ndio tumeanza. Haleluya. Jamani wanaonielewa waseme amina. Unaposoma kwenye Biblia, kitabu ni cha Yohana 5 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Kuna hadithi iliyoko katika Biblia, na mniruhusu nisome kwa lugha ya Kiswahili. Biblia inasema, baada ya haya kulikuwa na sikukuu ya Wayahudi, na Yesu akakwenda Yerusalemu. Huko Yerusalemu karibu na mlango uitwayo mlango wa kondoo, palikuwa na bwawa moja liitwalo kwa Kiebrania Bethesda, ambalo lilikuwa limezungukwa na kumbi 5. Hapo palikuwa na idadi kubwa ya wasiojiweza, yaani vipofu, viwete, waliopooza, wakingojea maji yatipuliwe. Kwa maana malaika alikuwa akishuka wakati fulani akayatibua maji. Yule aliyekuwa wa kwanza kuingia ndani baada ya maji kutibuliwa alipona ugonjwa wake wowote uliokuwa nao. Mtu mmoja alikuwa huko ambaye alikuwa ameugua kwa miaka 38. Yesu alipomuona akiwa amelala hapo, naye akajua kuwa amekuwa hapo kwa muda mrefu, akamwambia, "Je, wataka kuwa mzima?" Yule mgonjwa akamjibu, "Bwana, mimi sina mtu wa kuniingiza bwawani maji yanapotibuliwa, nami ninapotaka kutumbukia bwawani, mtu mwingine huingia kabla yangu." Yesu akamwambia, "Inuka, chukua mkeka wako uende." Mara yule mtu akapona, akachukua mkeka wake, akaanza kutembea. Na mara nyingi tunaposoma andiko, Bwana huwa anatubariki. Ungeelewa ungesema amina. Na huwa mara nyingi tunaposoma andiko, Bwana anatubariki. Wanaoelewa waseme amina. Ni sikukuu ya Wayahudi. Kristo naye akiwa kama Myahudi alitia maanani na kuzichukulia sheria zote za Kiyahudi, kuwa
ilikuwa the city ya Wayahudi wote. Kristo yuko kwenye Yerusalemu. Anapoingia kwenye mji mkuu wa Yerusalemu, hapa unapoingia, unapotokea lile lango, unaingia hekaluni, kuna mlango uliokuwa wa bwawa kubwa lililokuwa na matao matano. Hapo kuna watu waliokuwa na matatizo ya kila aina. Na kando yake kulikuwa na hekalu ya Yerusalemu, mahali ambapo watu wengi wanaingia. Ajabu ni kwamba Kristo anapofika pale, huwa akili yake ikazunguka, akaangalia watu wanaelekea hekaluni, na kuna watu wengine katika mlango mwingine ambao wanateseka. Kristo akachukua hatua. Yupo kwenye bwawa liitwalo Bethesda kwa Kiebrania, lilokuwa na malango matano. Kisha Kristo anamuona mtu ambaye amekuwa kwa hali ya kupoozwa kwa miaka 38. Kristo anamuuliza swali, je, wataka kuwa mzima? Mtu yule anauliza ama anajibu. But Kristo anamuuliza swali, je, wataka kuwa mzima? Na kwa maana mimi sina akili nyingi ya kutafuta topic ya mahubiri, sasa mada yangu ya mahubiri inasema, je, wataka kuwa mzima? Do you want to be well? It's a question we are asking ourselves. Je, wataka kuwa mzima? Yule mtu akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa. Biblia inasema kwa wakati mmoja malaika wa Mungu alishuka, kisha akayatibua maji kwenye birika lile. Aliyeingia wa kwanza aliponywa ugonjwa wake wote. Wapenzi, niwaambie, mara nyingi Kristo anatuuliza maswali na tunakosa jinsi ambavyo ya kujibu. Kristo ameuliza swali lililo rahisi sana. Je, mama, wataka kuwa mzima? Ungekuwa wewe ungejibu vipi? Nataka kuwa mzima. Yes ama no. Ndipo ama nini? La. Lakini yeye anasema sina mtu wa kunitia wapi? Akunitia birikani punde tu maji yanapotibuliwa. Kauli hiyo ya kujibu kivyako na swali ambalo unaulizwa linajirudia katika kitabu ya Samueli wa pili 9. Mfalme Daudi anauliza Siba baada ya familia ya mfalme Sauli kuuawa na yote ikapotea, anauliza swali rahisi, je, kuna mtu amesalia katika nyumba ya Sauli nipate kumtendea mema kwa ajili ya Jonathan? Siba anamjibu akisema, yupo mtoto mdogo sana aitwaye Mephibosheth, lakini ni kilema cha miguu yote miwili. Mara nyingi tuma watahara wa kuyazungumzia mambo ya wengine, ya kuyazungumzia mapungufu ya wengine, tusije tukazungumzia yale yaliyo ya kawaida na yaliyo ya maana katika maisha haya. Kristo anamuuliza, je, wataka kuwa mzima? Hilo ndilo swali Kristo anatuuliza hata sisi leo hii tulipo kanisani hapa. Je, wataka kupata ufalme wa mbingu? Na wewe, kwa sababu wewe umepoozwa kwa miaka 38, unasema, najua bado mimi ni kijana, mimi bado daa za dunia bado. Wanaonielewa wasema nini? Ili bado wewe hujamkubali Kristo, hujapatizwa, kijana huko hapa, unakuja kanisani
kanisani kwa siku nyingi, lakini hutaki kupata na kufanya uamuzi uingie katika kundi la Kristo. Sababu unajua bado mimi bado kijana mdogo. Kristo anakuuliza swali, unangoja nini? What are you waiting for? Je, wataka kuwa mzima? Kama kawaida tupo wataalamu ambao tuna ufasaha, tunaoelewa maneno ya wengine. Sisi tunazungumzia maneno ya wengine na upungufu wao sana. Wewe yule jitambako kabla Mephibosheth alipozungumziwa, wewe yule Mephibosheth ni kiwete, kijana hata ajifahamu, hata kananuka, leo hii katakwisha. Lakini kwa sababu ya rehema, Kristo anazungumza kupitia kwa Daudi, kisha Daudi anatamka akisema, utakula mezani pa mfalme siku zote za maisha yako. Wanaoelewa waseme amina. Hivyo ndio Kristo na wewe atazungumza na hali yako. Haijalishi ni yepi umeyapitia, ni kwa miaka mingapi, wewe nakwambia siku na kwa wakati wake atatenda. Haleluya. Ewe unashangaa, wewe ni kijana, umejaribu kuangalia, umeenda youth congress, umetembea semina zote, lakini hujapata mtu wa kukwambia anakupenda na kupeleke kwenye ndoa. Nataka nikwambie, tamka na mdomo wako, kwa hakika atatenda. Wewe kama ni kijana haujawahi fanikiwa, umefika miaka hivi, nataka nikuambie sasa, nikupe jibu. Kuja Sabato ijayo, fundi wa mitambo yupo hapa, mpe simu yako, umwambie kuwekee match pass, machi ya ndoa, ya harusi, akuwekee hapa. Watu wakiwa wametulia, wewe enda kule uanze kuingia kama mwenye amepata chumba wake. Utembee pole pole, wakikuuliza wewe sema, najitayarisha kwa ndoa ambayo inakuja. Haleluya. Na Mungu atajibu, kwa maana umetamka na nini? Na mdomo wako. Naelewa, sema amina. Ni kwa miaka mingapi umeteseka katika hali hiyo? Kristo anamwambia yule, sasa simama. Simama. Biblia inasema, ndugu Joel, Biblia inasema Kristo anapofika pale, the first thing ni kumuona. Kisha akajua huyu mtu amekuwa katika hali hii kwa miaka mingi. Wapendwa, nataka niwaambie, unapopitia changamoto za maisha haya, Kristo tunayemwabudu si yeye aoni, yeye ndiye wa kwanza kuyaona, na anajua hali ambayo upo na yale ambayo unapitia. Usije ukadhani sasa Kristo haoni, ameyapitia. Unajua mimi ni juzi tumemaliza msiba na mwingine ukaingia ndani, ni msiba kwa msiba, ni msiba baada ya msiba, watoto huku kule, yani unaangalia hata school fees na kukimbiza huku na kule. Lakini wewe ni mcha Mungu na unamwabudu Mungu wa kweli, kila sabato upo hapa. Mungu sieti hajaona, anaona. Wewe ni mwanafunzi unasoma, wale wako college na university, ukiangalia vizuri ulianza vizuri, lakini sasa hivi ukiangalia transcript yote uko na nini? Kila mnaelewa suku. Wewe kijana, kazeni macho, angalia mchungaji, maana tutaziombea hizo suku zote zichomoke katika jina la Yesu.
Kristo yupo anaangalia na kutazama, kisha anajua yale ambayo unayapitia, na yeye anajua yale ambayo unahitaji. Anahitaji wewe ukaweze kutamka kwa mdomo wako. Lakini mara nyingi tofauti na yale Kristo anataka, sisi huwa tunajibu kinyume na swali. Tunajibu kinyume na swali. Ombi langu ni kwamba Kristo akusaidie na anisaidie nijibu swali ambalo ameniuliza. Ombi langu ni kwamba Kristo akusaidie na anisaidie ili na mimi niweze kutembea baada ya miaka mingi ya kuzunguka kwenye dhambi, baada ya kuingia kwenye ulevi wa miaka mingi, baada ya kuingia kwa uzinzi kwa miaka mingi. It doesn't matter how long you have been here. Jesus is calling you. Come. Give a testimony of what the Lord has done to your life. And may God bless us in Jesus' name. Amen. Choir, njoo kwa wingi.